Kiwatafuta mabwana, kiwaunganisha simu, anajibu huyo dada mgeni tu akuja huyo. Anapajuaje hapo? Sisi ndio wenyeji. Lakini wakati mwingine nikimhoji maswali, ananijibu ananiambia sisi tunajua eneo la Dippers na sisi ndo tulipewa pesa kufyeka. Mimi mwenyewe nilipewa pesa kufyeka na mimi niliajiriwa na Dippers. Hilo eneo sio lao, ni la kwetu. Kwa hiyo kiwastani niliweza kuita Dippers, tukakaa chini, wakaniambia hilo eneo ni kweli na kwetu. Nikatia ombi mimi kwao. Nikamwambia nina pale nimekata miti na kuna kipande nimeshakitumia gharama na nini. Je, mnaonaje kama mtanisaidia hata kama hilo eneo ni la kwenu, kwa sababu hii dalili naiona dalili kwamba sio salama. Sijui kama nitapata eneo. Na hawa watu nimeshawahoji sana. Je, mna eneo lingine mnipatie hata kama eka 100 au 200 au 150. Ajibu hatuna sehemu nyingine ya kukupa na popote unapotaka kwenda. Na sisi uwezo wa kukupa hiyo pesa hatuna. Pia mzee alivyoeleza tu kwa kifupi. Nikamwambia mzee hilo eneo ni la kanisa. Hivi ninavyokuambia tuna mgogoro huko Mahakama Kuu. Eneo lote hili kuanzia pale ambapo kuna kumeng'olewa visiki kuja hivi. Kuna nguzo tuliweka zimeenda moja kwa moja mpaka Zigi. Kule mbele tu kuna nyumba tumejenga. Kwa hiyo eneo lote hilo ambalo mzee ameuziwa ni eneo ambalo la kanisa kwa fupi. Juzi pia mzee alitamka kwamba ile milioni 5 tulikabidhiwa kwa wakili kwa milioni 21. Alileta milioni 5 kumbe alimkabidhi mwenyekiti milioni 5 alimkabidhi mwenyekiti, sisi tukapewa milioni 1. Tukafika pale nikaweka mjadala mimi hapa mpaka nikamwambia wenzangu tutokeni. Huyo hapa akiwa shahidi. Tulitoka siku kwenye kikao. Tukamwambia kama ni milioni 16 tupokee. Mwenyekiti akatuambia hivi, sijui kuna 10% bwana, tusiacha kujua kusoma tuna matatizo. Kuna 10%, sijui kuna nani, sijui bwana we. Haya tukakubali. Kwa hiyo nyinyi twendeni tutakwenda elewana huko. Tuchukueni hiyo hela. Mbinu tuzilitumika hapa. Nikamwambia wenzangu hapa si tuaumizwa. Kwa hiyo hapo itabidi katika hiyo hela nyinyi mnipe milioni 6. Si ndivyo mzee? Tukampa milioni 6. Na ile milioni 1 ikawa ni milioni 11 ambayo tumesema sisi. Na nisikutane na mtume na nikifa wallahi vile nikafe ni kafiri. Sijui umenielewa? Wallahi hatukutamka kwamba eka 330. Eneo linalopigwa mahesabu tulilipima kwa macho tu, lakini hakuna mtu wote mwenye kipimo aliyesogea eneo hilo. Bali yeye mwenyewe pia aliridhika kutoa pesa kwa eneo hilo kwa macho yake. Sasa hivi lakini ni kwamba hawajipa. Ni kwamba eneo lao linaishilia hapa mpaka guzo lao linaishilia hapa. Pia naona ajabu wakisema huko kote kwetu. Hiyo ilikuwa ya kwamba ni pesa ambayo mzee alitolea utangulizi milioni 5. Kwa sababu mkataba unatakiwa ufunge milioni 21. Si ndio? Taharuki katokea pale pale. Mbona tunafunga hesabu ya milioni 21 angalikuwa, si ndio? Pesa tuliopewa si ni milioni 1. Kukaanza kiminyano pale. Kwa yangu mimi nilishuhudia wakakabidhiwa pesa milioni 16. Lakini hatujui ni mchezo wenyewe uko chini kwa chini huo. Nyama inaliwa chini kwa chini hiyo. Abisa kaleta milioni 5, wenyewe wakaitwa hapa. Wakapewa milioni 5, sijui hakupewa ile hela. Hawa wakapigwa pia mtiwagea wakapewa milioni 1. Kwamba mzee aliridhika ile eneo ni sahihi mpaka akatoa hela yake. Umeona kitu? Sasa baadaye mzee baada kuona jambo limekuwa alikufaa, imeshakuwa kwamba nilikwenda kwenye ofisi ya serikali. Kweli ulikuja ofisi ya serikali lakini ulikuja kwa niaba ya mwenyekiti, ukuja kwa wajumbe wote. Sababu wajumbe sisi tuko 5, mwenyekiti wetu ni wa 6. Umeona kitu? Mwenyekiti wetu ni wa 6. Sasa mzee akisema nimekuja pale nini, lakini mzee wewe ulikwenda mwenyewe kwa kutumia mwenyekiti wako wa mtaa. Na paka hela ulimpa dereva wako. Mimi dereva wako mimi ni rafiki yangu namjua. Aliniambia Songoro, sisi tumekuja kule kununua eneo, mbona tusikukuona na wewe ni mjumbe wa serikali? Nikamwambiaje? Kinachokupita wewe shukuru Mungu. Usigombanie. Na dereva wake ni shahidi, hata sasa hivi apige loudspeaker, aeke hapo mpige dereva wake wa zamani. Anamjua, amwambie je, katika ile hela nilizopeleka mimi kuna mjumbe wa serikali alikuwepo?